So guys, today nimepatana na a very good friend of mine na tumekuwa pamoja for a long time, but he has decided to share the story ambayo vile amekuwa akiishi na mambo ambayo amekuwa akipitia, kwamba amekuwa he has tried to become a comedian, an actor, na pia ni mchekeshaji. Alafu mara nyingi anazungumzia mambo ambayo inaguza jamii na mambo ya kijamii kwa ujumla. So leo my friend here will be talking about life yako, vile amekuwa anaishi, vitu ambavyo vinaleta vizuizi katika maendeleo ya mtu. Wanasema kwamba you can live a life that somebody amekuja amefanya namna gani ameifanya uishi yale maisha. So you might find yourself living a life, maisha ambayo ni ya mtu mwingine, without knowing that hiyo maisha haiko maisha yako. So today I've got Alfred who is going to narrate the story about his life, na atakuwa anaongelesha about mambo ambayo amepitia. Anasema kwamba amepitia katika witchcraft, amewekwa katika, tunasema kwamba kufungwa na marafiki, majirani na watu ambao wamelifanya akaishi maisha ambayo ilikuwa maisha magumu. So Alfred, it's your time. Sawa, ni asante sana kwa kukutana siku ya leo. Sikukuwa natarajia nitaweza kupatana na huyu jamaa amekuja kunisaidia hapa, na naambia ya kwamba maadui wangu nimewavulia kofia ndio ili munione vizuri, kwa sababu maisha ambao yenye ulikuwa mnatarajia ya kwamba mimi sitakuja ni kuwepo kama vile mimi nimekuwepo hivi. Nimekutana na jamaa mwingine kwa sababu si kutarajia kwamba nitakuja nipatane na mtu kama huyu, kwa sababu nilikuwa nikifanya mambo yangu hapa, ndio hivi akaona na kaniuliza, nikamuelezea kwamba mimi iko hivi na hivi. Sasa kulingana mimi vile niko nataka kuongelesha hapa, kuna mambo mimi nimepitia mengi sana, na mimi hata nilifikishwa kurogwa, na niliporogwa nilihangaika sana, nikahangaika. Lakini kwa hii dunia lazima uhangaike ndio upate mwelekeo. Sasa nimepata katika mwelekeo ambao wenye katika njia yenye nimepata, hiyo ndio sasa iko inanielekeza, na ningependa ya kwamba watu wengine na pia wajitokezee. Mimi ninapoviongea hivi, mimi nilirogwa ya kwamba sitaizalisha, yani walinichukua mbegu zangu na wakaziweka mahali penye pasipojulikana. Mwanaume kutoka COVID-19, mimi mboro yangu haikuwa ikisimama. Wacha tu niseme ukweli, kwa sababu hapo tunapoongea ukweli, watu ukiongea chafu, watu wanaonanga umeongea chafu, lakini kuongea chafu kwa Mungu utakuwa umeongea ukweli. Sasa ningependa kwa wale wenye wanaume ambao wanaopitia shida kama hizi, ni uchungu sana, ni uchungu. Naomba wajitokezee, wasikue kama mimi. Hata mimi ni mmoja wao. Nilipokimbia hadi kwa kanisa, nilikimbia kwa kanisa kupata kwenda kutafuta usaidizi, lakini nilipata shetani ashani block, kwa sababu nilipoenda kwa kanisa, nilifika kwa kanisa na wakaniambia nitubu dhambi. Sasa nitatubuje dhambi ambao mimi sijui dhambi yenye mahali penye nikosea? Itakuwaje mtu amekuibia alafu akwambie ya kwamba unaenda kwa kanisa na pasta na akwambia uenda utubu dhambi? Sasa mimi hapo sasa ni kama shetani alikuwa ameniblock. Najua ni hayo tu yenye nilipitia, lakini na mengi ya kufanya. Tukipatana na ndugu yangu, kuna mambo yenye tuko tunafanya, na nitaendelea vile tumepatana tutaendelea kufanya mambo makubwa. Sasa katika kuishi kwangu kwa kupitia katika haya maisha, nimejipata nimefanya mambo mengi sana. Sasa ningependa kusema ya kwamba kama ndugu yangu vile amenikuja na akaniuliza, ni mengi tutafanya na yeye, na kumuonyesha kwamba vile mimi niko, watu waanze kuchotokezea, kwa sababu ni uchungu kwa wanaume, kwa sababu ni uchungu hata pia kwa wanawake ambao wanaosema wenye wazai. Ni uchungu sana, kwa sababu mwanamke ambao mwenye azai anajiulizanga ya kwamba ningelikuwa mwanaume hata nami ningekuwa na mtoto. Saa haya yote mimi naeleza ya kwamba Mungu naye atatumwa watumu wake kivyake. Okay, labda tu kuna yale mambo unasema kwamba yamekufanyikia kwa maisha yako. Unasema kuna maneno ambayo yamekufanyikia lakini magumu sana. Ikiwemo kusema kwamba mtu alikuwa amechukua uzazi wako.
Ni baadhi ya mambo tu ambayo yamekuwa yakifanyika kwako, ni kama yapi ambayo yamekuwa yanafanyika kwako naona kwamba ilizuia maisha yako kuendelea mbele? Mimi vile ilinichukua karibu miaka 2 nikizunguka, kwa sababu sikuelewa kuna huyu mwili. Mimi vile nilikuanga vile haya maneno ilinipata, nilidhani huu mwili ni wangu, lakini kuna huu mwili, kuna mwenye huu mwili. Katika huu mwili kuna Mwenyezi Mungu ndio wa hii mwili wangu sasa. Okay, kwa sababu kuna yale ambao unasema kwamba ulitembelewa kwa wachawi. Sio kutembelewa, lakini kuna vile tunapokaa hivi, hao wanawake wanakaanga, kuna mikutano zenye uanga wanafanya huko nyumbani. Kwa sababu yaliponipata, kwanza niliambia si ati hapa mimi nifiche, heri tu niwaongee tu wazi. Nilipoambia kuna mwanamke, mimi nishamwambia, angalia tumekaa katika boma, hatuoni chochote chenye tuko nafanya, mimi nawekeza pesa kwa chakula kupanda, lakini hiyo mimi na pesa naiweka. Nikamwambia wacha niko naenda kukufungulia duka mahali. Na nilipoenda kufungua duka mahali, mwanamke hakuwa ananitembelea, lakini nilipomwambia bana mimi nitaoa mwanamke mwingine, hapo sasa maisha hapo ndio ilianzia kunini. So kumaanisha kwamba mwanamke huyo ndiye alifanya maisha yako kubadilika? Sio yeye ndiye alinifanyia, lakini mimi sasa vile nilitafuta katika kuyumba, nikatafuta njia nyingine sasa ya kunini. Sasa hivi niko hivi, ni mimi niko tu sawa. Okay, nini kilifanya ukarudi katika nafasi ambayo uliko sasa? Unasema uko sawa, unakuwa sawa kivipi? Kwamba sasa unaweza zalisha kizazi chako kinaweza kuwa na uwezo wa kufanya kazi ambayo inafanya? Sasa ninavyoongea hivi, kitu ya kwanza mimi nilijitenga kivyangu na nikajiita katika mkutano, nikasema mimi Mungu wangu, mimi sikuzaliwa na mwanamke. Haya yote mimi vile nilijiingiza katika maombi yangu, hata kuna video mingi nimetengeneza ya utamaduni. Ni vitu mingi mimi nilitengeneza vitu kama za utamaduni, nikianza kumkumbusha Mungu wangu, angalia unikumbukie kwa kitu fulani, nikumbukie kwa katika mkuki, katika kwa uteo. Vitu mingi mimi nimeshatengeneza ziko kwangu, lakini niliona katika hayo maombi Mungu alinikubali katika maombi yangu yenye nilikuwa nikiomba. Okay, kama unatazama unaweza uliza swali mzee huyu jamaa huyu ambaye amesema kwamba amepitia katika mengi na kwamba maisha yake yamekuwa magumu, kwamba alikuwa na mke ambaye aliweza kumfanyia madhambi kiasi kwamba hawezi pata mtoto akiwa na katika ndoa nyingine. Sasa kufikia sasa unasema kwamba yule mwanamke ambaye alikufanyia yale hauko na yeye sasa? Si yuko na yeye, lakini mimi nilimsamea kwa sababu hii ni kama mitego mbili ilinipitia. Na kwa sasa hivi una mke? Kwa hivi sasa mimi nilijitenga tu kivyangu, lakini mimi niko sawa. Sasa hivi hauna mke? Mimi sina mwanamke, lakini mboro yangu inasimama. Okay, sawa. Okay, sawa. Utatumia lugha nzuri ambayo watu okay. Ngoja kidogo. Unajua katika kuongea katika haya matope ndio ilinisaidia Mungu akasikia katika haya maombi. Inafaa ujue mimi ninapoongea haya matope ndio niliomba katika maombi yangu, ndio ikanifanya mimi vile niko hivi. Hayo ni maombi, kwa sababu haya matope, mtu asikuongelesha matope kwa dhani hayo ni matope. Hayo ndio ilinisaidia, hayo ndio iliniokoa, mpaka nilikuwa nikimwambia. Unajua kuna maombi mengine inafaa ukuwe mwendazimu. Inafaa ukuwe mwendazimu, kwa sababu maandiko yanasema omba chenye, kuna maombi yenye wanga wanasema omba lolote ambalo lenye limekushinda. Tunaona? Sasa haya mimi nilitumia kama haya matope, na ni kama Mungu akasikia haya matope yangu. Kwa hivyo unaweza ambia wale ambao wako kwa ndoa na labda hawapati watoto, na pia wengine wako katika ndoa na wana watoto ndio, lakini maisha yao sio mzuri, inaonekana kwamba wanakaliwa sana na wanawake, unaweza waambia nini? Mimi ningependa kusema bana, ambia tu wife wako kama uko naye tu hapo hivyo. Kitu kwanza, si unajua ugomvi kianza inaanzianga kwa bedroom. Unaona? Sasa ndio niko nasema sasa hizi ukienda kesi mingi inafaa ufuatilie bedroom iko namna gani.
Unajua watu siku hizi wanafanya kesi lakini wakumbe bedroom mwanaume amelala. Hakuna pengine ana nguvu tena za kiume. Wacha tuseme tu kweli, mimi haya matope ilinisaidia. Ukiona mimi wewe unaongea vizuri, wewe endelea tu kuongea vizuri, lakini mimi naongeanga kimatope. Okay, sasa ni lipi ambalo ungependa watazamaji waweze kusaidia, mtu yote ambaye anatazama video hii aweze kusaidia nalo katika safari yako hii ya hapa duniani unapozidi kuendelea kuishi? Sasa katika hii safari mimi ningependa wanaume wajitokezee na hata wamama pia wajitokezee wenye wamekoza katika uzao. Pengine walifanya mistake bila kujua. Wajitokezee kwa njia ipi? Unaposema wanaume ama wanawake wajitokezee, unataka wajitokezee kwa njia hivyo. Sawa, nimesema kwamba ni lipi ambalo ungependa pia uweze kusaidiwa nalo, na labda yule ambaye anatazama ungependa upate usaidizi upi katika kuendelea, kwa sababu wewe mwenyewe kwanza umesema ni msanii, wewe ni msanii wa kuigiza na kuongelea mila na tamaduni. Yes. Mimi ningependa kusema kwa sababu mimi vile niko hivi, mimi nami nimegodesha nyumba yangu kivyangu. Kwa video zangu mimi vile niko hivi nimegodesha nyumba yangu na uwanga nachezea katika michezo, kwa sababu michezo mimi yenye nacheza haipatani na mambo, haipatani na kanisa. Lakini kumbe Mwenyezi Mungu naye pia anataka michezo yenye unataka kuendelea kucheza hiyo. Sasa katika michezo yenye mimi nacheza ni kwa uwezo kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu maadui wangu walidhani nitazikwa. Mimi kuna mtu ashanipangia kifo, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu bado niko. Okay, kwa hivyo hauna lolote ambalo ungependa mtu akusaidie ama kuna? Mimi nataka sana niwasaidie kwa sababu yale yenye nimewapitia. Kwa wanaume ambao wenye wako pengine walikatiwa stima, walitolewa network, hapo tutaweza kusaidiana na wajitokezee, wasiseme ati wacha tu waweke tu wazi kama mimi vile mimi nimejitolea hivi. Okay, labda unaweza weka namba yako ya simu hapo kama ungependa mtu yote akutafute kwa maelezo zaidi labda na usaidizi, na vile umesema kwamba uko tayari kusaidia wanaume ambao walitolewa network. Hivyo ni Mwenyezi Mungu, naomba kwa Mwenyezi Mungu. Hata leo sikutarajia kwamba tutaweza kupatana na wewe ulize maswali kama nilitamani sana, lakini kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kukutanisha na wewe, mimi niko na wacha namba hapo hivi. Unaweza upatia namba 072929 2698. 072929 2698. Yes. Kwa hivyo mtazamaji, kama unatazama video hii, ni jamaa ambaye ameingia katika mambo ya kuigiza na kuangalia tamaduni. Anasema kwamba alikuwa kijana akiwa mdogo sana, lakini uzazi wake uliweza kufungwa na mke wake ambaye alidhania kwamba anaweza ishi naye kwa njia nzuri, lakini sasa hivi kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu na pale kanisani akafunguliwa. Na kuna yule anauliza swali kwamba una uhakika upya kwamba kweli kizazi chako kilirudi? Je, una watoto ambao labda umepata, una familia ambayo uko nayo na unaona kwamba unaendelea vizuri na inaonyesha kwamba ni kweli ulikuwa umefungwa kizazi? Nilipofungwa kizazi, kitu kwanza mimi niko na watoto ninavyoongea hivi, watoto 4. Na haya mambo vile ilikuwa, nilijawa na hasira. Mimi ni mmoja wao ambao nilioepukana na kifo na nikaepukana na jela. Nikaambia mwanamke, sasa kama mimi si yuko hivi na hivi, kila mtu tutengane, kila mtu aende kivyake, kwa sababu katika hii dunia si tulipatana tu na wewe, na yenyewe tukatengana. Na mwaka jana ndio tumepatana na yeye, na ni mambo mingi ambayo niliyofanya nyumbani, ndio hii kizazi changu. Katika haya maombi Mungu akanisikia. Nilitumia uendazimu wangu, ndio Mungu akanisikia. Sasa kuna mambo zingine inafaa utumie uendazimu, wacha mambo na kuomba ati kwa kanisa. Mimi nitakufanyia mambo mingi sana. Hani uchungu ambao mimi niliutoa. Mimi niliepukana jela na kifo. Lakini ningependa wanaume wajitokezee. Okay, kwa hivyo unafanya saizi, wanasema unafanya shughuli gani? Wanasema wewe jamaa anafanya kazi gani? Mimi vile unaponiona hivi, mimi ni driver.
mimi ni driver, naendesha gari ya kupeleka mtumba kwa soko. Sasa mimi nikiwekanga gari kwa parking na mimi naondoka naenda kufanya shughuli zangu, na mimi nilijitenga kivyangu ili nipatane na Mungu, nianze kumuuliza kwa nini, mbona haya mambo iko hapa na wewe ndio huko inafaa uondolee watu wengine. Sasa kila wakati mimi najipatanga tu kila mahali mimi niko tu kivyangu. Ndio manake leo tumepatana na wewe, ndio kaniambia wewe uko namna gani hivyo. Okay, sawa. Kwa hivyo huyu anaitwa ndugu Alfred ambaye alikuwa anatupigia story ya maisha yake. Na katika the next story tunasema unatazama ama tuseme katika lugha ya Kimombo ya kwamba you are watching Vegas Life the story, na tutaendelea kuletea hadithi na stories za watu wengi na maisha ambao wanaishi na yale ambayo yanapitia na sababu zipi ambazo zinafanya wanajipata katika hali hiyo. Huyu amekuwa Alfred. Tutakuwa tunarudi na sehemu ya pili wakati mwingine tukikutana na ndugu yangu Alfred, lakini namba ya simu amesema ni 07 2929 0729292698. Unaweza mpigia ili kuzungumza, anaweza kuweza ni yapi mengi ambayo ameweza kupitia. Nimekuwa wako, labda neno la mwisho kwa wale ambao wanatazama. Neno la mwisho nataka niwaambie, nabii anapoonekana shetani pia anaonekana. Hayo ndio yenye nitaweza kuachia. Okay, amesema neno la mwisho ni kwamba nabii akionekana shetani pia anaonekana. Palipo na Yesu, inamaanisha palipo na Yesu shetani pia yuko pembeni, anatazama na anaangalia mbinu ya kupata pia mfuasi wake. Basi inategemea na nguvu ambayo uko nayo ya kiroho. Ni vipi umejipanga, ni vipi umesimama, ni vipi ulipo ndani ya roho. Tukutane tena, nasema hii ni Vegas Live the story. Jina langu ni Gregory Smith aka Ras Vegas kwa ambao wananitambua. Vile vile unaweza tafuta kwenye mitandao yetu ya Vegas Live, Vegas TV pale kwenye YouTube, na kuendelea kutazama video hii ambayo itakuwa inakuja pale kwenye YouTube channel wakati wote kuanzia sasa. Asante sana, wakati mwema. Sikila kitu